Bila shaka msikilizaji, pale ndio kitu hicho kizuri cha kabisa pale chake Nady 254 msikilizaji akimshirikisha pale anajulikana kama R Stanley. Kibao hicho ambacho basi kinacheza ndani ya Mwaned FM. Dakika 17 pale zinaondoka msikilizaji, dakika ni 17. Nilikuelezea kwamba jamani, huyu ndiye atakuwa mgeni wetu wa siku hii ya leo. Kama kawaida basi tuweza kusikia kama upande mwingine tunaweza kumpata pale. Tunaweza kumpata pale upande mwingine pale. Bila shaka msikilizaji, pale ambaye ndio mgeni wetu wa siku hii ya leo, tutakuwa tuna hang out na yeye pale. Kawaida basi tutakuwa tuna hang out naye kabisa pale Nady. Bila shaka msikilizaji, 254 kutoka ni sehemu za Samburu kama kawaida. Hello Nady. Yes. How are you brother? How are you? I'm fine. Vipi na wewe bana? Poa sana, hali huko shwari kabisa. Mambo vipi lakini? Mambo mazuri, namshukuru Mungu bana. Mambo mazuri Mambo mazuri kabisa. Wow. Karibu sana katika anga za 96.1 Mwaned FM. Asante. Fikiri mara ya kwanza kabisa wewe kusikika upande huu wewe. Mara ya kwanza kabisa. Okay. Unajihisi aje kwanza kabisa kupenya Taita? Niko mzima kabisa. Okay. Ndugu yangu. Wow, karibu sana. So, tangu juzi nafikiri not juzi but kwa muda sana nimekuwa nikicheza ngoma zako. Watu wamekuwa kizitisha hapa na pale. Zilikuwa zikipiga vizuri kabisa, zikifanya vizuri kabisa katika chat hapo upande huu Ndio. Maybe for the introduction pale, yule ambaye pengine anakusikia kwa mara ya kwanza kabisa. Who is Nady? Nady ni msanii. Yes. Nady ni msanii, anaimba, anatokea Mombasani, maeneo ya Samburu hapo. Oh, Mombasa. Samburu kwa Mombasa? Samburu tuseme iko Kwale County. Samburu iko Kwale County, lakini tuseme tuko karibu na Mombasa, tumepakana na Mombasa, lakini makazi yetu mengi tunafanyia Mombasa. Oh, kiwa Samburu unaona Mombasa ile, poti ile. Wow. Sawa kabisa. Asante sana pale kwa kujitambulisha. So katika harakati zile pengine za muziki pale, jamani, najua kabisa umepiga hatua sana. Nilikuwa nikikufuatilia sana katika mitandao pale. Naona pale Nady mara yuko Burundi, Nady amefly ameenda nchi ya Kenya ama nje ya Kenya, Nady yuko Tanzania. Nady shughuli nyingi sana bro. Una manage vipi mambo haya yote? Yote nangangana mwenyewe, ingawaje Tanzania kule na Burundi ni sehemu zangu ambazo naenda sana mambo ya biashara. Oh, okay. Sasa kidogo nimekaa kule sana, ndio maana unaona nyimbo zangu nyingi nafanya Tanzania na Burundi. Oh, okay. Lakini mimi ni mtu wa hapa Mombasa. Okay. Wow, unajua mimi nilikuwa nashangaa vipi jamani, wanake uko Kenya lakini pia unaenda nje salafu kisha mambo na muziki. Lakini kama ni mambo na biashara, I think iko sawa tu kabisa hapa. Nafikiri mambo shwari kabisa. Na nafikiri uko nje umetembea sana na umeona kabisa kazi katika ukilinganisha katika ama kati ya kazi za hapa nchini Kenya na zile za kule nje, unaziona vipi wewe? Kila kiupande kuna changamoto, nategemea na vile unavyojituma. Nategemea na vile unavyojituma, kwa sababu sasa mambo pia ni mengi na wasanii ni wengi. Kweli? Unatakiwa ukitoa nyimbo basi usilale, ungangane, uisukume, ufanye video nzuri. Sasa mimi siwezi ingilia sana muziki wa Burundi kwa sababu mimi ni mgeni kule, nimefanya kuenda tu. Yeah. Okay. Lakini naona muziki mzuri kwa kila mahali, isipokuwa sasa ni wewe mwenyewe utopelekaje. Ufanye kazi nzuri, ujitume. Ndio. Lakini muziki mzuri kwa kila mahali. Mahali Kenya kuna muziki mzuri sana. Yes, naona. Na Burundi pia. Yes. Wow. Naona kule umepiga collab pale na watu wengi, some musician kutoka kule sehemu za Burundi. Labda pia unaweza ongelea vipi uhusiano wako wewe, muziki kati yako wewe na wale wa kule, collab hizi unaweza zichukulia vipi pale? Kazi imekuaje pale kuwaka na watu ambao si wa Kenya? Mwanzo hata collab ziko nyingi. Kweli collab nyingi mwanzo nimefanya za Burundi. Okay.
niko na kolabo zaidi ya 10 ambazo nimefanya na wasanii wakubwa wa Burundi. Aha. Hata Kenya, kolabo zangu za Kenya hata hazifiki hata 4. Nyingi za Burundi. Sasa kiukweli mimi mtu ambaye ameniunganisha mpaka nimeingia Tanzania alikuwa ni mjombake ambaye alikuwa ni msanii mkubwa wa Burundi anaitwa Lolilo. Lolilo, namfahamu. Lolilo yule amefanya na kina Diamond, amefanya na kina Alikiba. Ni msanii mkubwa sana nchini Burundi. Kweli namfahamu vizuri yule. Sasa yule mjombake Lolilo ndo mimi alikuwa mtu wangu wa karibu nikienda Burundi. Ni mtu ambaye ananipokea. Okay. Ingawaje yeye ni Mtanzania lakini anaishi Burundi. Wajua Lolilo mamake pia ametoka Tanzania. Naam, yeah. Lakini babake ni Burundi. Sasa mimi nikienda kule naenda kwa huyo mjomba wake Lolilo na ndo amefanya mpaka nimefanya kazi na Lolilo. Yeah. Kufanya kazi na msanii mkubwa na wewe hujajulikana pia inakuwa changamoto. Kweli kabisa. Yeah. Sasa hata wengi wameuliza mbona umefanya kazi na msanii mkubwa na hata sasa tukujui sasa. Ni kulingana na heshima na mjomba wake. Okay. Ndo tukafanya ile kazi. Lolilo tumefanya kazi 4, nyimbo 4 ambazo ni kubwa sana. Ndio. Bado hatujaziachilia, tumeachilia ile moja inaitwa Hovyo lakini zingine ziko njiani zinakuja. Okay. Ndo pia tukapatana na nafasi nikafanya na hao vijana wanaitwa KFK. Kile ni kikundi kile na pia ni kwa nchi yao ni wasanii wakubwa sana wale. Okay. Na wasanii wakubwa sana wale. Ndo nimefanya nao ngoma 2. Juzi tumeachilia ngoma moja inaitwa Katakati mpya kabisa hii. Ile mpya kabisa. Nitaicheza katika hii interview, nitaicheza tu. Naam. Wow. Na unaweza zungumzia vipi mengine collab za Kenya na kule nje? Unaona ni hipi hasa unaona kwamba wewe kwako wewe una flow vizuri na una mingle vizuri na hawa watu pengine kati ya zile collab za hapa nchini Kenya na za kule nje? Kolabo kidogo ya kule inakuwa na changamoto. Wajua wengine hawajui lugha. Okay. Kule wengine wanajua tayari Kiburundi kile. Okay. Sasa kwa upande fulani kule kunaweza kuwa na changamoto kwa sababu unaweza imba nyimbo ukataka ushirikishe msanii lakini akawa yeye hajui aimbe kuhusu nini maana yake hamuelewani lugha. Kweli. Ingawaje wana flow vizuri, ni watu ambao unaweza sikia nyimbo kuelewi imesema nini lakini utacheza ule mdundo tu maana yake jamaa ameenda na beat vizuri. Lakini ni wasanii wazuri pia, Wow. So muziki ulianza lini by the way? Muziki nilianza kitambo kidogo. Lakini nikaja nikatulia kwa mambo fulani hivi, alafu nikafuata shughuli zangu za biashara na kazi. Ndo yule mjomba wake Lolilo by the way tulikuwa tumeachana 2011. Tulipoteana hapo. Sasa hapa katikati ndo tukaja tukapatana. Sasa tulipopatana ndo tukaongea mambo mengi nini. Ndo tukafanya tena sasa mambo ya kupiga collab na kina Lolilo lakini alikuwa rafiki yangu hapo nyuma. Ndo sasa alivoniunganisha na kina Lolilo ndo nikaona hebu acha nifanye kazi lakini wakati huo kidogo maisha yalikuwa amenichapa. Ndio. Alikuwa amenichapa wakati huo hata naona nilikuwa nikiishi hapa Mwatate, unapita Mwatate ilikuwa inaitwa Mwakitao. Kumbe umeshaishi Taita wewe. Mwakitao hapo Mwakitao. Napaelewa hapo. Mwakitao hapa mbele kidogo pia anaita. Kuna Bura? Kulikuwa na Bura. Wajua wakati huo barabara zilikuwa 2. Kulikuwa kuna hii moja imeingia na huku ndani huko alafu nyingine kuna hapa ndani ya park hapa. Okay. Sasa tulikuwa tunaishi hapa junction tayari hapa. Ndio. Hiyo miaka hiyo kitambo kidogo ndo kujitafuta ndo sasa tumekuja mpaka kidogo tunaona maisha yanatupeleka vizuri kidogo. Ndio. Wow. Sasa unaweza sema kwamba wewe kidogo kimuziki umeshaomoka ama bado uko ukijiangalia haswa kwa upande wako umeshaomoka? Umoka nafikiri unanielewa. Ushatoka mabado. Sijatoka. Kiukweli sijatoka. Wewe bado nakitafuta. Bwana wewe umepiga collab na wasanii wa kimataifa bwana. Wewe umetoka nje ya mipaka.
Kiukweli sahii wajua kama Burundi kule wale wataniheshimu, manake nimefanya kazi na wasanii wao wakubwa, lakini huku kwetu bado sijajulikana. Sasa kazi kubwa ambayo niko nayo ni nijitambulishe Kenya nijulikane. Lakini sasa nikienda Burundi watu wa kule wanajua huyu ni msanii mkubwa. Unajua huwezi fanya kazi na msanii mkubwa wa kule alafu watu wakudharau. Kweli lazima wakuheshimu wakikuona. Lazima wakuheshimu, lakini heshima yangu kama Kenya hapa kwetu bado haijakaa, manake sijajulikana. Okay. Unahisi ni nini hasa kimefanya Kenya haujajulikana sana vile? Ni vile sasa inaanza kujimarket. Okay. Naona sijajulikana manake sijaanzia muziki huku. Okay. Ndo sasa ngangana nitengeneze jina Kenya, ndo hata wengine wanijui. Unajua sasa wengine hawanijui. Unajua story yako nimeisikiza nikapata mshtuko. How comes kwamba hukujulikana Kenya kwanza ukaenda kujulikana nje? Mtu anza nyumbani. Ni kweli. Hata mimi nimetaka sana nianze nyumbani. Lakini sasa kulingana na watu wangu ambao nilikuwa najuana nao na walikuwa wananiunganisha na watu ambao walikuwa wanawajua kutokea kule. Ndio. Kwa sababu yule mtu ambaye nilikuwa najuana naye angekuwa anaweza kuniunganisha na wasanii wa Kenya. Mimi ningefanya tayari ni nyumbani, manake kwenda fanya kazi Burundi pia ina changamoto. Kweli. Kwa sababu mwanzo kuna fare hapo kwenda kurudi, pesa zinatumika hizo. Kweli kabisa. Uende kule ukakae kama ni hotelini, fanye kazi, shoot video nini. Na kula pesa sana ile. Ni pesa hiyo. Kweli kabisa, hii na ni sio uongo. Sasa nimeweka hiyo nguvu kwa sababu nilikuwa nimepata mtu ambaye ameniunganisha naye kwa kule, lakini ningepata Kenya ningekuwa hata sina stress manake niko nyumbani. Ndio. Lakini hata hivyo kuna wale ambao sasa hivi najua wanalilia sana wanalilia angalau watu wafanye hata watoke nje ya boda ya Taita yenyewe hii tunawezungumza hii Taita hii, lakini imeshindikana sana. Unaweza mwambiaje msanii kama yule pengine anakusikiliza, pengine the upcoming, pengine wewe at least uko juu, Mungu amekutoa angalau umeenda juu kidogo, unaweza mwambia kitu gani hasa yule ambaye sasa ndo anang'ang'ana anajaribu angalau kutoka na angalau anatoa ngoma 2 3 ama moja hivi, labda anatamani angalau asikike hata nje ya Kenya kidogo? Kila kitu ni kazi nzuri na bidii na pia uombe Mungu. Bidii na pia kuomba Mungu tu, utaenda mali yani utaenda mbali. Kweli kabisa. Kwa sababu unaweza fanya kazi nzuri na watu hawakujui, lakini kupitia ile kazi wengi watakujua, maana kazi ni nzuri, watataka wakufahamu. Huyu jamaa anafanya kazi nzuri, kwani ni nani? Ndio. Kwa hiyo kazi nzuri na bidii na heshima pia na kumwomba Mungu utafika mbali. Wow. Hapo hata sina la kuongezea. Asante sana. Alafu sasa kuna hili jambo nilikuwa nataka nikuulize kabla hujatoweka. Najua kabisa kuna mambo mengi na hapo pia kuna mambo mengi, lakini kuna mambo mengi tunataka tuweze kufahamu kutoka kwako. Kuna hili sijui ni sakata, sijui nitaita I don't know. Niliona hii kitu hii. Maybe amekamatwa Burundi. Na mke wa mtu. Si mke wa bosi. Si ni bosi ama nani? Hebu unaweza kufafanulia haya madai ni ukweli ama ni was it kiki ama ilikuwa ni nini? Hayo madai ni ya ukweli, lakini vile watu walileta kidogo waliongezea na mambo yao. Ile ya kusema imeshikwa na bibi ya bosi. Hiyo kidogo ina ukweli. Lakini hakuwa bibi ya bosi. Hakuwa bibi ya bosi. Hebu tuambie kidogo ilikuwa kwaje mpaka ukapatikana? Okay, mimi nilipoenda Burundi kuna mwanamke tu ambaye yeye alikuwa anajua Kiswahili, jua ameishi Tanzania. Sasa tulikuwa tukienda pale tunaongea vizuri. Sasa kuna jamaa ambaye alikuwa ni mtu wangu pia, rafiki yangu. Ni kama promoter kule Burundi. Okay. Ndio wale wasanii wengine kama TFK nimefanya nao wanamuita boss. Sasa yeye naye alipoona mimi pia na kipaji na nimeingiliana na wale wasanii tunafanya kazi nzuri, pia naye akanipenda sana. Sasa pale
mimi pia nikawa namuita bosi. Ndio maana watu wengi walisema Nedi amekuwa na bibi ya bosi. Yes. Sasa yule bosi yule alikuwa na mtu wake. Aha. Ambaye tulienda akaniunganisha tu, akanambia sasa Nedi ukija hapa kuna kama hoteli fulani hapa. Ndio. Tutakuwa unakula hapa nini, sasa ni hotelini, lakini ule mwanamke yeye hajaniambia kama ni mtu wake, lakini si bibi yake. Oh, okay. Bibi yake mwenyewe yuko nyumbani. Ndio. Ambaye bibi yake ni pia ni Mtanzania, ametoka hizo area za Tanga ni watu wetu, sasa ni Mijikenda sasa. Oh, okay. Yeye ni Mdigo na mimi ni Mduruma. Sasa tunaelewana lugha. Okay. Bibi yake mwenyewe sasa nyumbani. Ndio. Sasa mimi alivoniunganisha pale, mimi nikawa naenda pale tunakula nini na nini, kwa tumezoeana. Kumbe yeye naye alikuwa yule ni mtu wake wa kisiri, lakini hajaniambia mimi. Oh, okay. Sasa mimi nilivyokuwa nimemnyemelea, wasiwajua mambo ya wanaume, tamaa wakati mwingine inatuponya. Kweli. Nilipokuwa sasa mimi nimerusha mistari pale. Yes. Kumbe yule jamaa kuna mtu alimwambia. Alafu yeye hata hakufuatilia ile maneno. Siku ndo tumefanya kazi, akataka ati tumerekodi, tumemaliza kushuti, ndo nikawa najipanga mimi nije zangu nyumbani. Yes. Sasa yule director amenunganisha na mtu wake, niletwe stage hapa nije nisafiri. Ndo huyu mwanamke naye akasema atusindikize na yeye. Ndo tulipotumaniwa watu sasa, hebu nendeni hapo mkaangalie kuna shida gani, mbona jamani kama anaondoka nayo yule mwanamke. Naenda na mke wa watu jamani. Sasa ndo tukaja tukashikwa pale. Sasa nilivyoshikwa wale jamaa walinishika na wakaniweka ndani. Sasa mtu wangu wa karibu ambaye naweza mpigia nimueleze statement na nielewe kwa urahisi ni bibi ya yule jamaa. Ndio nikampigia sasa, shemegi. Basi kuna hivi na hivi, mwanzo tumeongea kinyumbani. Ndio. Sasa yeye naye akapigia simu bwana yake tayari kwa sababu alijua wazi kama kuna tatizo msaada ni bwana yake, ndo akapigia bwana yake. Basi Nedi ameshikwa hapo. Ameshikwa na nini? Inasemekana ameshikwa na bibi ya mtu. Unaona sasa bibi yeye naye alikuwa hajui kitu. Ndio. Sasa huyu jamaa akaona ile mambo ni ya mpango wa kando, na huku pia bibi yake amejua italeta shida mpaka itamvunjia boma. Ndo akapigia wale watu kule, mwachilieni huyo chapchapu huyo kabla hiyo mambo haijakuwa mambo mengi. Ndio nikaachiliwa pale. Sasa baadaye jamaa tulikuja tukaombana msamaha. Ndio. Kwamba bwana pole, ni mimi nilikosea, maana yake sijakwambia kama kuna hivi na hivi. Ndio. Na hiyo maneno tukaimaliza mpaka sasa tuko vizuri. Hata juzi amenipigia simu, kuna kazi nyingine nataka tufanye pia. Wow. Wewe ulimaliza tu kizee na ikaisha vizuri tu. Ilisha vizuri. Wow. Na haikuweza kukuathiri kivyovyote katika muziki wako ama katika sanaa hii ama katika kazi yako hii? Haijaniathiri, ingawaje sasa mwanzo ndio imeniletea watu wengi sana wamepigia simu sana. Wanataka kujua zaidi who is Nedi. Who is Nedi na kwa nini amekuwa na bibi ya bosi yake. Sasa pale ndio kidogo imeleta, yani imeleta mashabiki wengi wanataka wanijue, watu wengi walinifuatilia sana. Okay. Kwa hivyo kwa ufupi imekusaidia kinamna moja ama nyingine tu. Kinamna moja ama nyingine imesaidia, na kiupande fulani pia kidogo kama imenivunjia heshima, manake kuna baadhi ya watu ambao hawaijui hii story kama ilikuwaje. Sasa wao wamechukulia tu jamani kwa na bibi ya boss. Wamechukulia kivibaya tu hivyo tu na ikawa hivyo. Sasa kwa upande fulani pia imenivunjia heshima. Ndio. Wow, lakini wanasema kwamba Mungu akitaka kufanya kitu chake sometimes anaweza tumia tu njia yote ile tu ili angalau tu akupeleke mahali. It's true. Hii inafanyika sana. So sasa umesema is how many years katika industry sasa? Kwa sababu hapo katikati niliacha muziki kama, manake niliacha muziki 2012 hapo. Ulianza 2012? Ni miaka mingi hiyo. Muziki nimeanza kidogo, nilianza 2010. Okay. Ile ya kujitafuta tu hapa nyumbani huku na huku. Naam.
alafu nikaja nikaachana na muziki. Sasa nikaangalia mambo ya kazi. By the way, mimi nilikuwa tanboy hapo. Oh, okay. Hata hapo nilikuwa nakwambia dereva ambaye alikuwa ananifundisha gari alikuwa anaishi hapo, alikuwa anaitwa Mwaita. Oh. Alikuwa anaitwa Mwaita. Hapo hapo Mwakitao, lakini sasa hivi wamehamia Taveta huko. Oh, okay. Sasa nimefanya nao mpaka sasa, nami nikaja nikakuwa sasa nimekuwa dereva. Sasa nafanya mabiashara yangu, naenda kule naleta vitu, manguo nauza huku. Ndio. Ndio. Sasa nikawa pia nafanya muziki polepole na huku nafanya mambo mengine. Wow. So katika hiyo miaka yote hiyo, labda pengine challenge ni kubwa kabisa ambayo umeweza kukutana nayo wewe kama wewe hasa kimuziki ni gani? Changamoto kubwa ambayo kidogo hata ilikuja ikanivunja moyo, lakini baadaye nikakaa nikasema acha niendelee. Nilienda Tanzania nikafanya nyimbo na msanii mmoja alikuwa anaitwa JI. Wakati huo alikuwa yuko moto, alikuwa amefanya ngoma ile inaitwa Kidato Kimoja ile. Oh, yeah, TI namuelewa. Kidato Kimoja alikuwa amefanya nyingine hapa ilikuwa inaitwa Kadogo. Kanajua kupinda mgongo. Sasa yule jamaa pia alikuwa ni mtu wangu wa karibu kule kwao, alikuwa anaishi kule. Tukaja tukafanya nyimbo. Sasa wakati tukifanya ile nyimbo, tukipanga tufanya ile nyimbo, alikuja akanipigia simu akaniambia, bwana itabidi wewe uje Tanzania bwana. Itabidi uje Tanzania, mimi siwezi kuja Kenya kufanya muziki, wewe njoo huko kwa sababu wewe ndio unanihitaji. Ndio. Nikapanda gari sasa. Nimepanda gari, nikifika hapo katikati, nafikiri walikuwa wanaita Segera hapo. Jamaa akanipigia simu bwana. Uko wapi? Niambia hata mimi niko Segera hapa. Sasa bwana, mimi nimepigiwa simu, mimi natakana Nairobi nenda show huko, na sasa siwezi kataa pesa. Yes. Kwa hiyo itabidi sasa wewe urudi sasa. Na nishalipa fare kila kitu, tuseme nishaingia tayari Tanzania. Kwa hiyo nikaenda Tanzania, kufika kule nikakaa tena guest siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, jamaa akimpigia hata hapatikani. Na kule pesa ya studio tumelipa. Unajua studio ya kule una book session mwanzo. Ndio. Kama mtarekodi tarehe 20 mna book hiyo session, alafu mkifika tarehe 20 producer anajua kuna watu fulani watakuja na awekea nafasi yenu. Ndio. So tulipofika pale jamaa amesafiri kabisa, sasa ile session tuicancel pale. Nimekaa kama siku 3, jamaa hapatikani kwa simu. Nimepanda gari nimerudi Kenya. Huyo alikulagai huyo. Nimekaa Kenya, jamaa amempigia simu anambia, basi niko Nairobi bwana, fanya uje Nairobi basi. Tupige ngoma Nairobi. Nimeng'ang'ana, nimekuja Nairobi. Kufika Nairobi, jamaa amepata show, ameenda Lamu. Nikabidi hata hiyo collab tuachane nayo. So nikaja nikakaa kama miaka 3 sasa. Nimekuja nimeshikana na JI hapo Mwembe Tayari, anashuka kwa basi anatoka zake Nairobi. Yes. Mimi nami niko Mwembe Tayari, ndo tukashikana. Bwana pole bwana, ndo tukaenda studio sasa. Tukafanya nyimbo, lakini kulingana na hizo changamoto ambazo nimepitia na zile pesa nilikuwa nimepoteza wakati huo, zilinivunja moyo sana. Ni kweli, lazima ivunje mtu moyo lakini mwisho wa siku nikaona hii ni funzo, kwa sababu ukitaka kitu ni ukuwe mvumilivu, usiweke hasira. Kweli kabisa. Lakini kidogo iliniuma, lakini upande fulani imebidi nitulie tu. Maisha lazima tuwapitie wote hayo lazima tupitie changamoto zetu. Lazima ziwepo hizo changamoto jamani. Pole sana lakini pole sana. So tukimalizia kabisa, labda pengine neno lako kwa mashabiki hasa wa Taita Taveta unawaambiaje, na hasa ngoma zako akitaka kuzipata wanaweza kazipata wapi, na anything pengine unaweza ongea ambacho labda pengine hatuweza kukiongelea sasa hivi, ambacho pengine kigeni pengine wangetaka kukisikia, unaweza tuambia tu. Sasa mwanzo wakitaka kunipata YouTube pale Nedi 254. Nedi DDNEDE NEDDY. Okay. 254 okay. Facebook Nedi Yubu. Nedi Yubu. NEDDY
YUBU Yubu. Okay. Wow. TikTok at Nedi 254. Naam. Instagram Nedi 254. Okay. Kwa wengine kote ni Nedi 254 tu. Okay. Wow, that's great kabisa maze. It was a honor pale nanio pale Nedi kuweza kuongea na wewe. Ni taadhima na ni shukrani kubwa kabisa umeweza kuongea na watu wa Taita kwa mara ya kwanza hapa. Na labda pengine unaweza tukibreak ama tukiweza tukiagana kabisa. Unaweza ongelea hii kazi mpya hii ya katikati kidogo tu kwa ufupi, then tuweze tuwapatie tuwapatie waweze kuisikiliza hii ngoma. Manake nimecheza lakini sio sana vile bado, manake uliweza tuweza kuipata juzi tu. Okay, ni wapatie kionjo kidogo. Unaweza piga tu pale. Yes. Katakati mtoto katakati mtoto katakati mtoto katakati mtoto katakati, taka kukusaga kama vile goka na nikutafune kama vile gomba, kiuno laini kama nakatika, ukitembea kama huna mfupa, bingiri vitu vya katika, kasura laini kama bia, ukinipatia hata sitasema, taifanya siri bora na ridika, basi nyonga paka chini uno, na pelo livojaza nyumba yani rundo. Wow. Vijana cha Salomino, twende sedu tufike paka kikomo. Katakati. Wow. Katakati mtoto katakati. Wow. Ngoma kali kabisa. Nimeona inapata hata video yake pale. Hiyo video yake pale niliweza kuiona. Iko kali sana hii ngoma. Si hivi ngoma ni hali ya juu kabisa. Niliweza kuiangalia. Quality kabisa pale. Quality kabisa. Nafikiri utakuja ama do you mind pengine kutuambia producer wako ni nani labda pengine? Producer kama Burundi kule kuna producer kama wawili nafanya nao. Na mmoja anaitwa Bedi Best. Alafu huyo wa Katakati anaitwa Figi Pro Hitmaker. Okay. Wow. Lakini tukija kama Mombasa hapa nafanya na MED na producer Toti. Wow, producer Toti pia namuelewa. Amekuwa akituma wasanii wengi sana huko Taita. Asante sana pale Nedi jamani. Wacha tuwapatie ngoma yetu tusije tukaandika sana na mate wakati wino upo. Sawa, nashukuru hata mimi. Karibu sana bro. Asante.